pamoja na imani thabiti kuweza kufanikiwa. Ukiweza kuingia kwenye akili zako, kwenye fikra zako na kubadilisha baadhi ya vitu, basi unaweza kufanikiwa. So nini unatakiwa kuamini. Msingi wa project yetu, msingi wa biashara hii ni imani. Mimi niliamini, ndio maana hadi sasa hivi ni mwanachama wa kampuni hii. Kuna watu waliamini, ndio maana sasa hivi wana mafanikio makubwa sana ndani ya project hii. Na wewe pia, ili uweze kufanikiwa, unachokihitaji namba moja, yani namba moja kwenye maisha yako ni imani. Sasa unatakiwa ujiulize swali, hii imani inayoimbwa muda huu, je, unayo? Unatakiwa ujiulize swali. Kama unafeli kwenye mambo yako mengi, inamaanisha wewe imani yako ni ndogo. Kama ujiamini kwenye mambo ambayo ni makubwa sana, wewe imani yako ni ndogo. Lakini if in your mind and in your heart unaamini ndani ya moyo wako kwamba una uwezo wa kutimiza mambo makubwa kwenye maisha yako, basi una imani ni kuhakikishie. Lakini kama unaona mambo ni magumu kila muda, huna imani. Unaambiwa kwamba ukiwa na imani ndani yako na upo tayari kufanya kazi kwa ajili ya ndoto zako, haijalishi wewe ni nani, una umri gani, unatokea wapi au unafananeje, unaweza kutimiza ndoto zako. Unachokihitaji ni imani ndani yako. Ndoto zako zote ulizonazo zinategemea imani iliyotimilifu, iliyojaa ndani yako. Ukiwa na imani ya namna hiyo, unaweza kutimiza ndoto zako zote. Sasa inawezekana kwenye maisha umepitia elimu ya namna hii. Ukiangalia upande wa kushoto, elimu duni, lakini lengo lako mtoto wako asije kupata elimu kama ulioipata wewe. Hilo linawezekana kabisa. Linawezekana ndani ya project hii, linawezekana ukiwa na imani. Na kama inawezekana muda huu au kwenye maisha yako umepitia maisha ya familia isiyokuwa na uhuru wa afya na kipato, lakini unataka kujenga familia ambayo ina uhuru wa afya na kipato, mimi nikuhakikishie kwamba hilo linawezekana. Lakini pia inawezekana sasa hivi unatokea kwenye nyumba za kupanga Uswahilini na ndoto yako, yani kichwani mwako una ndoto kubwa ya kuja kumiliki nyumba ya ndoto yako. I believe that it is possible. Inawezekana. So sasa kwa nini tunasema inawezekana? Inawezekana kama ukiwa na imani ndani yako, na inawezekana ukiwa kwenye project hii. Ni project ambayo inaweza kukufanya ukatimiza ndoto zako. So unaambiwa kwamba ED Plan 3.0 itakupatia vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni uhuru wa kipato, kitu cha pili uhuru wa afya, na kitu cha tatu uhuru wa muda. Hivi ni vitu vitatu ambavyo binadamu wengi, watu wengi siku hizi hawavipati vyote kwa pamoja. Unaweza kukuta ana uhuru wa kipato lakini hana uhuru wa afya. Afya yake imezorota. Ana uhuru wa muda ila ana uhuru wa afya lakini hana kipato. Kwa hiyo mtu kwenye ulimwengu wa sasa hivi kuvipata hivi vyote ni ngumu. Sasa project yetu inakwambia kwamba ukiwa ni mwanachama project hii, unaweza kuvipata hivi vyote kwa pamoja, vyote vitatu. Sasa utavipateje? Twende tukaangalie mbele. Lakini kabla tujafika mbele, nataka ujiulize swali. Kwa nini watu wengi wanabaki maskini? Kwenye haya maisha, kwa nini watu wengi wanabaki maskini? Kwenye haya maisha watu wanabaki maskini kwa sababu tofauti, lakini kuna mtu sababu zote anazo yeye. Sasa watu wanabaki maskini kwa sababu hawauamini uwezo walionao. Mimi nakwambia, endapo ukiamini kuanzia leo, unaweza kubadilisha maisha yako from hapo ulipokaa na kuendelea. Inahitaji uamini kwamba ninaweza ndani yangu. Ukiamini tu kila kitu kinaweza. Sasa watu wengi wanafeli kwa sababu hawaamini kama wana uwezo. Wanajiona tu ni watu, yani wanajiona ni useless. Wanajiona hivyo, hawawezi. That's why wanabaki kwa maskini. Lakini kitu kingine, wanaamini ajira pekee ndio chanzo cha kipato. Kuna mtu hawezi kufanya jambo lolote, anataka ajiriwe tu. Hiyo ndio imani yake. Ndio maana anabaki kuwa maskini hata kama akipata hiyo ajira. Lakini kitu kingine ni uoga kufanya maamuzi. Waswahili kwa haraka wanasema kwamba umaskini wako, uoga wako ndio umaskini wako.